Shalom mtu wa Mungu, ninakusalimu sana. Mimi ni mwalimu na mchungaji Mark Salim Elia wa kanisa la Ufunuo wa Yesu Kristo, The Revelation of Jesus Christ Church. Niko hapa nikuletee ujumbe huu mzuri sana kwa ajili yako na kwa ajili ya watu wako wa karibu. Hivyo una nafasi ya kushare, kucomment, lakini pia unaweza kusave na kuhifadhi, kwa maana kwamba unaweza kusikiliza wewe na ndugu zako au jamaa zako ama rafiki zako wakati mwingine. Ujumbe huu nataka nikwambie jambo moja. Watu wengi wamekwama sio kwa sababu hawana uwezo wa kufanya vitu, hapana, lakini wengi wameshindwa kutimiza malengo yao au vitu ambavyo walitakiwa kuvifanya kwa sababu wameacha kumwangalia aliyewaagiza, badala yake wanawaangalia watu wengine ambao wamewapa waongozi. Mara nyingi tumekuwa tukijifunza kwamba dhambi iliingia kwa mtu mmoja, lakini mara nyingi tumekuwa tukiwaraumu wote Adamu na Hawa kwamba pengine hawa ndio ambao walifanya dhambi hii, sisi tukaupoteza uzima wa milele na mwisho wa siku mpaka leo tunapita katika taabu. Lakini leo niko hapa nikukumbushe kwamba Adamu peke yake ndio alipokea maelekezo. Adamu peke yake ndio alipokea maelekezo katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3, sura ya 2 na ule mstari wa 16. Basi Bwana Mungu akamwagiza mtu huyo na kusema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Wa 17 anasema, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda mti huo utakufa hakika. Maana yake Adamu alikuwa na kazi kubwa sana ya kumfundisha Eva, kumwelekeza Eva yale ambayo yamepasika kuyafanya, lakini yamkini alizungumza, alifundisha, na baada ya kufundisha nyoka akawa mwelevu zaidi, kwa akaja kwa mtu ambaye hakupewa maelekezo na Mungu, bali alipewa maelekezo na mwanadamu mwenzake na kama mume. Mwisho wa siku huyo ambaye alipewa maelekezo na mwanadamu mwenzake akaja kumshawishi, kwa sababu amepokea taarifa kutoka kwa nyoka, kwa shetani, amepokea taarifa kwamba hiki kitu chafaa kula, akasahau yeye aliyempa maelekezo. Hii inatufunza nini? Kwamba wakati mwingi tumeshindwa kufikia hatima zetu kwa sababu tumekuwa tayari kuwasikiliza watu ambao hawakuwa na sisi wakati tunapokea ujumbe au wakati tunapokea maelekezo. Hata katika taasisi za kazi, watu wengi wameharibu kazi kwa sababu yuko mtu anakuja pembeni yako ambaye hakupewa hiyo kazi, anakuja kwa ajili ya kuboresha, na mwisho wa siku nakuja kukuta anguko la taasisi zima linatokea hapo. Kwa hiyo leo hii ni wakati mzuri sana uwaone watu kwamba wengi wanapotea sio kwa sababu hawana uwezo, bali wameacha wito wao wa halisi au wa asili wa ndani mwao. Wameacha kusikia sauti ya ndani, wanasikia watu nje. Na ndio maana watu wengi leo hata katika huduma au katika majukumu au katika kuomba, leo wanafuata mtu anaomba nini na wao waombe. Wameacha kuomba wao sawasawa na mahitaji ya wao ndani. Mtu anakufundisha kuomba bila kufikiri mahitaji yake na yako sawa ama hayako sawa. Mwisho wa siku unapasika usimame wewe kwenye eneo ambalo umepasika usimame. Wengi wametoka nje ya kile ambacho Mungu ametaka wafanye, kwa sababu wako watu wengine ambao wameweza kuziswitch off yale mawazo yao, na mwisho wa siku wameyafanyia vile ambavyo kutakiwa kuwa. Kwa hiyo ninataka niseme kitu kimoja kizuri kwako wewe rafiki yangu, kwamba ni vizuri uwe mtu unayejisikia wewe ndani yako, sio mtu unayesikiliza watu nje. Mahali pa kuhitaji ushauri, nenda uombe ushauri, lakini mahali ambapo panahitaji msimamo wa thabiti na msimamo wa wazi dhidi ya kile unachokiendea, ni aheri ubaki peke yako, ni aheri upingwe, ni aheri, kwa sababu hakuna mtu anayejua unachokipitia wewe, na hakuna mtu anayejua wewe unataka kuwa nani isipokuwa wewe mwenyewe. Hata kama leo watu utawaambia kesho nataka kuwa hivi, kesho nataka niwe vile, watu wapo watakao kupinga na kusema kwamba hutoweza kuwa vile ambavyo umetakiwa kuwa. Kwa nini? Kwa sababu wako nje ya utawala wako, wako nje ya nafsi yako. Wewe ulioko ndani ya nafsi yako ndio una nafasi ya kujihimiza na kuhakikisha kwamba unashinda kila hatua ambazo pengine zinatamkwa. Kuna vitu vingi sana sisi tumefika mahali tumeshindwa kwa sababu tumekuwa tayari sikio letu lisikie nje kuliko kusikia ndani kile ambacho kipo. Leo mtu unao shauku kubwa ndani ya Mungu anasema na wewe kwa kiwango kikubwa, lakini kwa sababu masikio yako yanasikiliza nje, mwisho wa siku unamwacha Mungu. Mwisho wa siku inakuwa rahisi kudanganyika na vitu vya dunia hii. Kwa hiyo nikusisitize kwamba leo anguko lililotokea katika dunia hii kupitia wazazi wetu wa mwanzo, maana yake ni kwamba Adamu angalikuwa alisimama na msimamo ya kwamba yeye aliyeniagiza kusimama mahali hapa na katika sheria hii na katika kanuni hii
sitachomoka hapa, sitatoka hapa, bali nitasubiri maelekezo mengine. Maana yake yawezekana leo tungekuwa tunazungumza kitu kingine, lakini kwa sababu hakusikiliza, maana yake kumbe sisi tuna nafasi kubwa ya kufanya vitu vingi vikubwa, lakini kwa sababu masikio yetu yanasikiliza wazazi wetu, yanasikiliza rafiki zetu, yanasikiliza wapenzi wetu, tumeacha kusikia kile ambacho kinalalamika ndani. Kuna mtu leo ana nafasi ya kukusahihisha na kukwambia wewe huwezi kuwa vile ambavyo unatakiwa uwe. Wewe huwezi kufikia mahali hapo, kwa sababu amekupima yeye kwa nje bila kujua fukuto lililonalo ndani. Lakini mwisho wa siku Mungu anakuja kutoa adhabu. Kuanzia sura ile ya 3 ukianza kuanzia mstari ule wa kwanza, unaona kwamba nyoka anapata adhabu yake, Eva anapata adhabu yake, lakini pia Adamu anapewa adhabu yake. Lakini inaanza kwa kuwa hukunisikiliza mimi, ukamsikiliza mke wako, au ukamsikiliza Hawa, ukamsikiliza huyu mwanamke. Maana yake kwa kuwa hukusikiliza kile Mungu anataka, ukasikiliza watu wengine wanasema nini, badala ya kukaa kwenye leli ya kwako umsikie Mungu anakutoa wapi, unaenda wapi. Ndiyo maana wakati mwingine tunapita katika majaribu mazito na mambo magumu, kwa sababu tumeacha kulisikia sauti ya Mungu, tumeacha kusikia neno la Mungu. Mungu anapotuambia tufanye jambo, ni vizuri tutembee katika kusudi lile ambalo tunatakiwa tutembee. Umepewa maelekezo wewe na mzazi wako, anakuja mwingine anataka kuboresha na kukanusha maelekezo ambayo baba yako amekupa, na mwisho wa siku unafuata mtu wa nje, unasahau aliyekuagiza ndio aliyekuumba, ndiye aliyekupa nafasi ya wewe kukaa. Leo uko kazini, meneja au mkurugenzi anakupa maelekezo, mtu anakuja mwingine anakuambia usifanye hivyo, hii ikiwa hivi itakuwa hivi. Mwisho wa siku unakuja kuwa demoted kwenye kazi, kwa sababu hukufuata maelekezo ya yeye aliyekuelekeza. Madam ni maelekezo ya haki, si maelekezo ya upotovu, yafaa tuyafuate na tufanye vile inavyotakikana. Ndugu yangu katika Kristo, mimi nataka nikusii jambo hili muhimu sana, na usiache. Tii sauti ya Mungu kwa namna zozote zile, kwa sababu kitabu cha Yakobo sura ya 4 sawa, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Na mimi leo nataka nikwambie, mtii Mungu sana kuliko chochote. Watu wengi mnatutii sana, wachungaji na walimu mnatutii, na wakati mwingine mnatuogopa, lakini hamtii Mungu hata wakati mmoja. Mmekuwa tayari kudhuru hata familia zenu, mmekuwa tayari kuumiza hata watu wenu kwa sababu tu ya kumfurahisha mwanadamu mwenzako. Nataka nikwambie, nenda uyatii maneno yote ambayo Mungu ameyaagiza katika Biblia, na yale anayosema na wewe katika ndoto na maono, uyatii, uyafuate, maadamu umejua kwamba hii ni sauti ya Mungu kweli. Kwa maana sauti ya Mungu ni sauti ya haki, sauti ya kweli, sauti ambayo inakutoa mahali fulani na kwenda mahali fulani, inayokupa matumaini ya kudumu, sio matumaini ya muda. Kwa maana roho ya Mungu si roho ya uharibifu, bali ni roho ya kujenga na kuimarisha. Kwa hiyo ndugu yangu katika Kristo, mimi leo ninao wajibu wa kukwambia haya, kwamba fika mahali mtii Mungu. Hata mimi nitakaposema kitu ambacho kiko kinyume na Mungu, ukawe tayari kunipinga na kusema hapana, hiki si cha Mungu, hicho ni cha kwako. Maadamu sauti ya ndani ya Mungu ambaye unamjua wewe kwamba hii sauti sio ya mwovu shetani, kwa sababu ziko sauti unaweza kuzisikia, kumbe ni mwovu shetani anapitisha jumbe zake ili aharibu kile ambacho Mungu ametaka kijengwe ndani yako. Ndugu yangu katika Kristo, mimi ninakusalimia tena, mwalimu na mchungaji Maksali Mwelia wa kanisa la Ufunuo wa Yesu Kristo, kanisa la Ufunuo wa Yesu Kristo, tuko Morogoro. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nataka nikwambie ya kwamba Mungu akubariki sana, lakini pia unaweza kushiriki na mimi huduma hii kwa kushare tu, kwa kukomenti tu na kusevu kwa ajili ya watu wengine, ili Mungu aendelee kutupa neema na baraka zake, aendelee kutuinua pamoja. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Usionea haya Injili, usionea haya habari njema. Waambie watu, ili hata kama kuna wengi watakubisha, watu wengi watasema wewe hufai, sema asante Mungu kwa sababu nimetimiza wajibu ulioniagiza, nimetimiza nami nimeosha mikono yangu. Nina uhakika kwamba Mungu unidai chochote. Shalom mtu wa Mungu.